Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe tena katika Wafalme wa kwanza sura ya pili, na hivyo ni kualike tuombe tunapokwenda kuangalia mistari 46 na maneno takribani 907. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa upendeleo huu, umetupatia uhai tuweze kukutafakari wewe na kukuona katika maandiko matakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Kuonesha maagizo ya Daudi kwa Sulemani kabla ya kifo chake na jinsi Sulemani alivyokuwa mfalme na kudhibitisha ufalme wake ndio dhima kuu ya sura hii. Mstari wa kwanza mpaka wa 4, Daudi anamwambia Sulemani kuhusu maagizo yake ya mwisho, akimwambia awe mwaminifu kwa Mungu na kufata amri zake ili ufalme wake udumu. Katika mstari wa 5 mpaka wa 9, Daudi anamwambia Sulemani kuhusu watu ambao wanafaa kuwajibika kwa matendo yao, kama vile Yoabu ambaye ndani ya Biblia ametajwa mara 134 na Shimei ambaye ametajwa mara 46, na hivyo anampa maagizo ya namna ya kuwatendea hawa. Tutakwenda kuona katika sura zinazofuata. Katika mstari wa 10 mpaka wa 12, Daudi anakufa na Sulemani anachukua ufalme. Katika mstari wa 13 mpaka wa 25, Adonia anaonekana anamwombea Bathsheba kuhusu kuolewa kwake na Abishagi, lakini mfalme Sulemani anamuua kwa sababu alitambua kuwa hiyo ilikuwa ni hila mbaya tu ya kutaka kuvunja falme. Jana nilikwambia maana ya Adonia, leo ni kuendeleze maana ya Abishagi. Ametajwa ndani ya Biblia takribani mara 6. Maana ya Abishagi ni baba wa kosa au baba wa upotovu. Katika mstari wa 26 mpaka wa 27, Sulemani anamuondoa Abiathari katika kiti chake cha ukuhani mkuu na anamuua Yoabu. Mstari wa 28 mpaka wa 35, Biblia inatuambia Sulemani anamuua Shimei kwa kosa la kukanyaga Yerusalemu, maana alikuwa ameshamwambia kwamba asikanyage pale. Tunaona katika mstari wa 36 mpaka 46, Sulemani anamweka Benaya ambaye ametajwa ndani ya Biblia mara 42. Maana ya Benaya ni Yehova amejenga, na kumweka kuwa amri wa jeshi katika Israeli. Sura ya 3 ya Wafalme wa kwanza ina maneno takribani 630 na ina mistari 28. Mstari wa kwanza, Biblia inatuambia mfalme Sulemani anafunga ndoa na binti wa Farao, yule mfalme wa Misri. Katika mstari wa 2 na wa 3, watu wanatoa dhabihu mahali pa juu na mfalme Sulemani anaonekana akitoa dhabihu kule Gibeon. Tunaona katika mstari wa 4 mpaka wa 16 ambapo mfalme Sulemani anaenda Gibeon na kumuomba Mungu, na huko Mungu anamtokea katika ndoto na kumwambia achague kitu anachokitaka. Biblia inatuambia mfalme Sulemani anaomba hekima. Katika mstari wa 16 mpaka wa 28, hekima ya mfalme Sulemani inajidhihirisha baada ya kuwa ameomba, baada ya kuwa ametatua mgogoro kati ya wanawake wawili waliokuwa wanadai kuwa wazazi wa mtoto mmoja. Sura ya 4 ambayo ina takribani maneno 703 inajikita katika kutuonesha hekima ya mfalme Sulemani na ustawi wa amani ya Israeli wakati wa utawala wake. Mstari wa kwanza inatuambia Sulemani jinsi anavyothibitisha ufalme wake. Ukienda katika mstari wa 2 mpaka wa 6 wa sura ya 4, utaona orodha ya maafisa wa mfalme Sulemani. Mstari wa 7 mpaka wa 19, hapa tunaona mfalme Sulemani jinsi anavyowagawia hawa maafisa wake majukumu katika wilaya 12 za Israeli. Mstari wa 20 mpaka wa 21, Biblia inatueleza tu jinsi ambavyo Israeli na Yuda walivyokuwa na ustawi wa amani kwa pamoja. Katika mstari wa 22 na 23, taona maelezo ya chakula cha meza ya mfalme Sulemani. Mstari wa 24 mpaka wa 25, eneo la dola ya mfalme jinsi lilivyokuwa toka Efrati mpaka Misri kule mpakani. Mstari wa 26 mpaka wa 28, mfalme Sulemani anakuwa na farasi na magari ya vita. Na mwisho kabisa, hekima ya mfalme Sulemani na umaarufu wake katika mstari wa 29 mpaka wa 34. Ni kualike katika sura inayofuata ya 5. Bwana awe pamoja nawe.